Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Uchaguzi na wana! Uchaguzi na wana! Bana, tushajiandikisha si ndio? Tushajiandikisha si ndio? Tumeshahamasika si ndio? Mitaa imetulea si ndio? Wajibu wetu kuitunza mitaa. Tunapiga kura tupigi. Tuko tayari kupiga kura. Bana, hii hapa ni TBC1, niko na wanangu hapa na wamehamasika kabisa vijana kabisa hawa hapa kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Hawa wote hawa wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama wewe bado, inasikitisha sana kama kijana wa Kitanzania haujui haki zako za msingi. Mimi naitwa Nasoro Msiri au vipi, niko na wanangu hapa. Uchaguzi na wana! Uchaguzi na wana! Bana, mimi niko nao bampa tu bampa, tunaenda kutembelea vituo vyote vya wanetu ambao wametumia kujiandikisha kwa ajili ya kumchagua kiongozi wa serikali za mitaa. Bana, tunaanzia wapi wanangu? Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Buguruni. Baada ya Buguruni tunaenda wapi? Tabata. Baada ya Tabata. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Hivyo nimepita na maafisa usafirishaji wa mkoa wa Dar es Salaam kuhakikishieni utayari wa maafisa usafirishaji kwenye uchaguzi. Lakini jambo kubwa, tuko katika kipindi cha uchaguzi wa serikali za mitaa. Na uchaguzi wa serikali za mitaa una hatua. Hatua ambayo tupo ni ya uandikishaji. Tunaandikisha kwenye daftari la makazi ili upate sifa ya kuwachagua viongozi wako wa serikali za mitaa. Nilipoanza kuhamasisha mimi na wenzangu, kuna kijana mmoja afisa usafirishaji aliniuliza maswali mawili. Swali la kwanza, alitaka kujua kwa nini ninapita kuhamasisha akajiandikishe. Nikamweleza serikali za mitaa ni sehemu muhimu sana ya maisha yako ya kila siku. Ukiwa na kiongozi mzuri katika ngazi ya mtaa, maisha yenu kwenye mtaa yanakuwa mazuri, kwa kuwa maeneo mengi ya maisha yako yanawategemea viongozi wale. Nikamwambia mfano, unapokuwa kijana unataka kuoa binti, ukienda kwa shehe, kwa mchungaji au padri, anakuambia anataka barua ya utambulisho, unaipata wapi? Ukitaka kununua nyumba, ukitaka kupangisha nyumba, unaenda wapi? Ukitaka cheti cha kuzaliwa, wanataka kule utambulisho wake, unautoa wapi? Ukienda kumdhamini mwenzako aliye polisi au mahakamani kwa hakimu, anataka barua ya utambulisho, unaipata wapi? Ukienda benki, ukitaka kufungua akaunti, unaambiwa nenda kalete barua ya utambulisho, unapata wapi? Ukitaka kununua kiwanja, ujenge nyumba yako kama kijana baada ya biashara, unapata wapi? Ukiwa unafanya biashara barabarani ukafukuzwa, unaenda kulalamika wapi? Ukiwa kijana unataka kufanya biashara, unataka maeneo ya kufanya biashara, unaenda wapi? Bahati mbaya ukagombana na mkeo, akienda kulalamika, naenda wapi? Serikali za mtaa ni mahala ambapo shughuli nyingi za binadamu zinaanzia hapo. Hivyo ni eneo muhimu kwa maisha yetu na kupata viongozi wetu. Nikamwambia kijana, umeona umuhimu? Akasema ndiyo Mheshimiwa DC, nimeona, ngoja nikajiandikishe. Akaniambia, kwa nini unataka nikajiandikishe? Mbona mimi ninacho kitambulisho cha mpiga kura. Nikamwambia ndiyo, kitambulisho cha mpiga kura ni chako, kaa nacho kitunze. Kitambulisho hicho au wanaita kichinjio ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Uchaguzi wa serikali za mtaa tunakwenda kujiorodhesha kwenye daftari la makazi kwenye mitaa ile ambayo tunakaa. Kwa wilaya ya Ilala tunayo mitaa 159. Tunavyo vituo 454 ambavyo unaweza kwenda kujiorodhesha
kwenye mitaa yako. Hivyo wito wangu, twendeni tukajiandikishe kwenye daftari la makazi ili tupate sifa ya kuchagua viongozi wetu. Uchaguzi wenyewe ni tarehe 29 mwezi wa 11. Ndipo tunakwenda kuwachagua viongozi wetu wa kutuongoza kwenye mitaa kwa kipindi cha miaka 5. Ukichagua kiongozi mbaya au usipojiorodhesha, hautakosa sifa ya kuchagua kiongozi. Sifa ya kujiandikisha miaka 18 na kuendelea. Uwe Mtanzania mwenye akili safi timamu, unakuwa na sifa. Whether unajua kusoma au haujui kusoma, hilo sio swali kwenye daftari la makazi. Ni mkazi, umri miaka 18 na kuendelea, lakini wewe una akili timamu, wewe ni Mtanzania. Hiyo ni sifa tosha ambayo inakupa nafasi ya kwenda kuchagua viongozi wake. Awi? Awi? Maksudi kutokwenda kujiandikisha kuchagua viongozi wako. Maksudi tarehe 27 imefika, haujaenda kupiga kura, alafu kesho yake unaanza kulalamika juu ya serikali za nini? Lakini pia madereva wa mabasi, mnapokwenda kukata leseni wanakuambia barua ya nini? Kuna wengine wanasema hata mtaa haujui, mwenyekiti wake hamjui. Siku akipata shida anapata tabu. Nendeni mkajiandikishe madereva wenzangu wa mabasi, mpate sifa ya kupiga kura. Makondakta, nendeni kawashawishini wake zenu, waume zenu, ili na wao wakajiandikishe. Wafanya biashara, nendeni mkajiandikishe mpate sifa ya kuchagua viongozi wetu katika mitaa yetu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais sana, ameitangaza tarehe 27 siku ya kupiga kura kwamba ni siku ya mapumziko ambayo wote tunapata nafasi ya kwenda kuchagua viongozi wetu. Awi? Maksudi? Twendeni serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Serikali ya mtaa kama serikali ya mtaa ndio rais wetu, kwa sababu tunamchagua pale ni mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa ndio anajua sisi changamoto zote za mitaa yetu sisi. Kwa hiyo tunapoenda kumwakilisha yule, hata baadaye ikitokea changamoto yoyote, sisi hatuwezi kukimbilia ngazi ya juu, kwa sababu lazima tuanzie pale. Tunapoanzia pale ndio tunapata kila kitu. Ndio ipo hivyo. Kwa hiyo mimi ushauri wangu mkubwa, vijana wenzangu wajitokeze kwenda kuwakilisha, kuweka saini zao, kuweka majina yao pale kamili na tarehe zao basi. Kwa hiyo kama kabla tarehe hiyo, kama kuna mtu yoyote ambaye hajajitokeza kwenda kuweka kule jina kujiandikisha, hawai mapema kabla hiyo siku haijafungwa, kwa sababu kuna fursa fulani wanakuwa wanazikosa, kwa sababu wanapoenda kula watu wachache hata muamko unakuwa mdogo, lakini kama watajitokeza wengi basi muamko utakuwa mkubwa, ili watu wengine wanakuwa na hamasa. Kumbe kweli serikali ya mtaa au kwenda kujiandikisha kunasaidia kitu fulani katika maendeleo ya nchi. Kwa hiyo mimi ninachopenda kuwashauri vijana wenzangu, kabla huo muda kufika, wao wanajitokeza kwa wingi, ili na sisi tuwape hamasa wale viongozi wetu wale, kwanza wa serikali ya mtaa na wale wakubwa, ili watujue sisi kama kweli wahitaji wananchi wao kuna kitu wanakihitaji kupitia kwetu, ili kukihitaji na kufikia kwetu basi waende kwa muda uliopangwa, ili sije kufika muda umefungwa hapo wengine hawajaenda kupata haki yao. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Hiyo ni haki ya kila Mtanzania kumchagua kiongozi anayempenda. Kwa hiyo mimi ushauri wangu mkubwa kwamba tutokee kwa wingi. Hilo tu. Basi na noma mwanangu, afisa usafirishaji, unaitwa jina gani? Naitwa Offroad. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana. Kabisa naona vijana ni wengi, tunavyoenda kujiandikisha wamejitolea sana na kwa moyo wote, na pia nahisi ni haki yetu kwa kuchagua kiongozi ambaye ni sahihi na ambaye tunampenda. Kwa hiyo vijana ni wengi sana. Unahisi vijana wanaenda kupiga kura kwa sababu tu ya uhamasishaji, ama wanatambua kwa nini wana umuhimu wa kupiga kura? Mimi naona ni wanagundua wana umuhimu kwa kuchagua kiongozi ambaye ni sahihi na ambaye atakayeweza kutekeleza majukumu vizuri katika jamii. Sabibu wewe mwanangu unapiga mitikasi gani hapa Tabata? Aise, mimi mwanafunzi wa chuo. Basi umetisha mwanangu. Mimi nakuombea kila la heri. Asante sana. Unajitambua nini maana ya kuwa raia wa Tanzania? Yes. Ndio. Basi tukutane tarehe 27 Oktoba au vipi? Ndio, asante. Haina noma.
Maoni yangu, wasiojiandikisha waende wakajiandikishe kwenye daftari la wapiga kura, na waliojiandikisha basi wasubiri siku ya kupiga kura, tuwahi kituoni tukamchague kiongozi tunayemhitaji, ni siri yetu. Basi ana noma, umetisha sana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Kijana wameamka, lakini swala la kujiandikisha ni mwisho tarehe 20, si ndio? Mwezi huu. Sasa watu wengi wamehamasisha kwenda kujiandikisha, isipokuwa wengine wana wasiwasi wa kwenda kujiandikisha, lakini mimi naomba tu waendelee kujitokeza, na ni haki ya kila mmoja kwenda kujiandikisha na chagua kiongozi anayompenda siku ya kupiga kura. Ndio vizuri sana. Na hata sisi vijana wametushawishi, na kweli tumeshawishika na tumenyanyuka kwa pamoja kuja kuhamasisha vijana wenzetu kwenye swala hili la uchaguzi wa serikali za mtaa. Tusimame pamoja, kwa maana serikali ya mtaa ndio msingi wa maisha yetu. Ndio wanaoviongoza serikali ya mtaa ndio tunaoishi nao mitaani, wanajua changamoto zetu, wanaziona changamoto zetu. Kwa hiyo tunapochagua kiongozi sahihi, au ninapomchagua kiongozi sahihi, ndipo ninapofanya usahihi wa maisha yangu yasimame na kwenda sawa. Hili swala ni la msingi, ni la umuhimu, swala kudharau kabisa. Kwa sababu kama nilivyokuambia, tunakwenda kupanga maisha yetu kuyasimamisha. Sasa kijana mwenzangu, unapokosa swala kama hili unalidharau, uende kupiga kura, uende kujiandikisha, ni sawa sawa umeacha maendeleo, umeacha kusimama. Utalalamika, utamlalamikia nani? Ikiwa mama anatupigania kututoa kwenye bodaboda mpaka kutufanya kuwa maofisa, inabidi na sisi tujipiganie, tusimame kwa usawa na usahihi. Ninawashauri vijana wenzangu, ninawashauri sana, twendeni tukajiandikishe, twendeni tukapige kura. Moja kwa moja, kazi iendelee. Faida iliyopo kwa ajili ya kupiga kura ni kumchagua kiongozi ambaye atakusaidia katika matatizo ambayo unayo. Ndio faida kubwa ya kumchagua kiongozi unayemtaka wewe, kwamba nikimchagua huyu atanisaidia katika matatizo, ataleta maendeleo katika sehemu ninayoishi. Ndio dhumuni kubwa ni hilo. Sasa kumchagua mtu ambaye hafai, ina maana maendeleo hutayapata. Yaani hayatapatikana maendeleo kwa ujumla. Miongoni mwao wanafahamu vizuri, lakini miongoni mwao wanaobakia kidogo bado inatakiwa hamasa iendelee, ili kusudi wapate kujua kwamba umuhimu wao katika taifa ni lipi. Tarehe Novemba, tarehe 20 ngapi? 27. Akamchague kiongozi anayemhitaji katika maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Basi haina shida, mimi ninafurahi kuongea na mwenyekiti. Unaitwa nani? Hamza Timotheo Zakaria. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Kwa kifupi, elimu kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa kwa vijana, elimu imepita na bado inaendelea kufanya nini? Kupita. Kwa hiyo kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa kwa vijana, sina wasiwasi nao sana, kwa sababu wengi wamehamasika. Na wengi nafikiri kuanzia mwanzo wa kuandikisha daftari la wapiga kura watakuwepo, kulingana na serikali za mitaa zilivyojipanga kuwaeleza, na wengine wakawa wanafanya matembezi nyumba hadi nyumba kuwaona vijana na kuwaeleza kuhusu jinsi ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na viongozi waliokuwa madarakani sasa hivi na ambao wengine watakaopendekezwa kuchaguliwa. Kwa hiyo hilo swala limekaa vizuri kabisa kuhusu vijana, halina wasiwasi kabisa. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Uchaguzi na wana, uchaguzi na wana, serikali za mtaa. Naniangusha vingunguti, twende mikono juu vingunguti. Uchaguzi na wana, uchaguzi na wana, uchaguzi na vijana, uchaguzi na bodaboda, uchaguzi na wafanyabiashara, uchaguzi na wazee wa kubeti. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Wazidi kwenda kupiga kura, kwani ni muhimu sana. Kwa nini tumeamua, mimi kama kiongozi wa bodaboda na wanachama wangu wote hawa, tumeamua kuhamasisha watu waweze kwenda kupiga kura. Kwa nini tumeamua hivyo? Kwanza, kila mwana bodaboda aweze kupata haki yake, kuweza kumchagua kiongozi anaotaka. Lakini pili,
Wewe mtu bodaboda, dereva bodaboda au dereva bajaji, jina maarufu kwa sasa hivi tuliopewa na Daktari Samia Suluhu ni maafisa usafirishaji. Maafisa usafirishaji. Maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tumeona la msingi kwenda kuhamasisha wenzetu waweze kujiandikisha katika daftari la makazi, lakini mwisho wa siku waweze kupata haki yao kumchagua kiongozi wanaotaka. Kwa nini tumefanya hivi? Kwa sababu chini ndio inapoanza serikali. Leo hii hatuwezi kupata leseni bila kuwepo na barua ya serikali ya mtaa. Leo hii huwezi ukapata mikopo kwenye taasisi za kifedha bila kuwepo na barua ya serikali ya mtaa. Leo hii huwezi kwenda kumdhamini mtu polisi au mahakamani au ofisi yote bila kuwepo na serikali ya mtaa. Na hata kama unataka kuoa kwa shehe au kwa padri, lazima uambiwe ulete barua ya serikali ya mtaa. Kwa hiyo tunakwenda kuhamasisha wale wenzetu kama ambao bado hawajajiandikisha waweze kujiandikisha, kwa sababu tarehe 27 sio mbali na tumebakiza, tuna siku 2 tu maona ya kwenda katika uchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama maafisa usafirishaji wa mkoa wa Dar es Salaam kuweza kuhamasisha madereva wenzetu wote na madereva wote wa bodaboda na bajaji waweze kujiandikisha katika daftari la makazi. Mwisho wa siku tufanye maamuzi sahihi, lakini kubwa kwa sababu hii serikali ya mtaa na huduma zetu ndo muhimu sana, inafungamana. Hatuwezi kufanya huduma yote bila kupitia serikali ya mtaa. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Matatizo yote yanaweza kutatuliwa kiurahisi na mambo mengine katika jamii yanakuwa tu simple, kila kitu kinaenda. Hivi unajua kama kupiga kura ni haki yako ya msingi? Najua hilo. Au sio bana? Na kujiandikisha kwenye daftari la makazi ni haki yako ya msingi? Hivi unajua bado ni kijana mdogo, unahitaji fursa nyingi zikutembelee? Najua hilo. Na hizo fursa haziwezi zikakufikia kama serikali au mtaa wako haikutambui? Lazima hiyo, ni lazima ujiandikishe na ujulikane katika mtaa. Na wahamasisha wakajiandikishe, wachague wanayemtaka. Au vipi? Wewe ni mwenyeji mitaa hii? Ni mimi mwenyeji wa Masanja kule. Masanja. Kwa Masanja mkandamizaji. Mitaa yake unaionaje pale? Iko vizuri. Au vipi? Uongozi uko fresh kabisa. Uko fresh. Tusipoteze haki zetu za msingi. Au sio? Haina noma mama. Haya. Msalimie Masanja bwana. Haya, kazi njema. Haya noma. Bwana, niko Barakuda hapa Tabata, nachukua kwanza maoni mawili matatu kutoka kwa wanangu wameshajiandikisha. Wewe umeshajiandikisha kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama mwana wa kweli na uhakika utakuwa umeshajiandikisha kwenye daftari la wapiga kura kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Mimi naitwa Nasoro Msiri, niko na mkuu wa wilaya Edward Mpogolo katika ziara yake hii ya uhamasishaji. Kama jinsi unavyoona nyuma huko, vijana wenzetu, wanangu, mabodaboda, mabajaji, tupo nao bampa tu bampa. Nadhani show itakuwa bonge moja la show. Mimi naitwa Msiri kutoka TBC1. Twenzetu, bado niko na Edward Mpogolo katika uhamasishaji kuhakikisha wanangu wote wameshajiandikisha, na kama hujajiandikisha kajiandikishe sasa ili twende tukaingaze mitaa. Mitaa imetulea. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Kwa niaba ya kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Ilala, jeshi la polisi liko timamu kuhakikisha wananchi wanakuwa salama, usalama wa maisha na mali zao. Lakini tunamshukuru sana mkuu wa jeshi letu la polisi kwa kuweka wakaguzi wa kata katika kila kata. Kama mnavyoniona hapa, nimeongozana na wakaguzi wa kata, na hata kata ya Segerea mkaguzi wa kata yupo, si ndio? Mnamfahamu? Basi tutoe taarifa za uhalifu na wahalifu, tuhakikishe mitaa yetu inakuwa salama, hasa kipindi hichi cha kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa, kipindi cha uchaguzi mpaka tutakapomaliza hili zoezi. Lakini kama jeshi la polisi, kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Ilala, tunahakikisha usalama utakuwepo na wananchi watafanya kazi zao salama. Tunawatakia kila laheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Jina naitwa Saidi Kagomba Chenja, ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam, lakini vile vile na mwambuli mwingine wa taifa. Katika uchaguzi huu ambao unakuja wa serikali ya mtaa, mimi kama mwenyekiti nimeweza kuzidi kuhamasisha katika wilaya zote 5
za mkoa wa Dar es Salaam, ikianzia wilaya ya Ilala, wilaya ya Temeke, wilaya ya Ubungo, wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo nimeweza kuhamasisha kwa maana madereva bodaboda na bajaji. Bila mwenyekiti wa serikali na mitaa hatuwezi tukapata mahitaji maalum. Kwa mfano, unahitaji dhamana ya kuweza kupewa mkopo, unahitaji dhamana ya kwenda kufanya kazi katika ofisi yote, lazima uende na barua ya serikali ya mtaa. Kwa hiyo nimeweza kuhamasisha madereva ili waweze kupata haki yao ya kuweza kwenda kumchagua yule mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambayo wanamhitaji. Hivyo basi, na nimetoa maelekezo kwa wenyeviti wote wa mikoa 26 ya Tanzania bara na Pwani kuweza kuhamasisha madereva bodaboda na bajaji kuweza kwenda kujiandikisha katika daftari la makazi. Katika daftari la makazi tunasema kwamba uchaguzi na wana serikali ya mtaa. Tukisema uchaguzi na wana serikali ya mtaa ina maana gani? Kwa nini tukasema uchaguzi na wana? Wana ni sisi vijana. Sawa? Kwa hiyo sisi kama wana ni muhimu sana kwenda kujiandikisha katika daftari la makazi ili kuweza kumchagua kiongozi bora, ili kuweza kuchagua kiongozi ambaye tutampelekea matatizo yetu, ambaye atakwenda kutatua kero zetu mbalimbali kuanzia ngazi ya mtaa, na yeye akiwa ni rais wa mtaa. Kwa hiyo wewe kama utakuwa hujajiandikisha, utakuwa umekosa haki zako za msingi. Na narudia tena, yani wewe kama utakuwa hujajiandikisha, utakosa haki zako za msingi. Leo hii mimi nimejiandikisha na nipo tayari siku ya tarehe 27 kwenda kupiga kura na kumchagua mwenyekiti ambaye namuona na mhitaji kwa sera zake ambazo atakazonieleza, ili nimchague ili aweze kunihudumia katika mtaa wangu. Kwa hiyo pale tunaposema uchaguzi na wana serikali ya mtaa, kwa hiyo hii imekwisha. Kwa hiyo niwaombe sana, na sio bodaboda tuna bajaji, niwaombe tuko mamalishe, wapo wamachinga, wako wafanya biashara mbalimbali, madereva wa malori, madereva wa mabasi, madereva wa makosta, mona hadi kadhalika. Kwa hiyo tuweze kwenda kujiandikisha nani daftari la mkazi ili tuweze kupata stake zetu za kuweza kumchagua mwenyekiti ambaye tunaona nafaa. Narudia tena, uchaguzi na wana serikali na mtaa. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Yes, bana, kutoka Dar es Salaam, uchaguzi na wana, serikali za mitaa. Mimi naitwa Nasoro Msiri kutoka TBC1. Tulikuwa katika kampeni au ziara ya uhamasishaji kwa vijana wenzetu, wakina mama, wakina baba, kuangalia changamoto, kuangalia wameshajiandikisha kweli kwenye daftari la makazi kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumetembelea Tabata, wilaya ya Ilala, tulikuwa na mkuu wa wilaya Edward Mpogolo katika kuhakikisha kabisa uhamasishaji kwa vijana na watu wote, makundi maalum, walemavu, wote wamejiandikisha, wako tayari kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Je, wewe uko tayari kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa? Upo tayari kuhakikisha mitaa yetu tunaitunza vizuri? Je, upo tayari kwa ajili ya kumchagua kiongozi aliyekuwa bora? Hii hapa ni TBC1. Kabla sijamalizana na wewe, twende tukamsikilize mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, nini ambacho anataka kutuhusia na kutuhasa kupitia uchaguzi wa serikali za mitaa. Huyu hapa, alafu tukishamalizana na Edward Mpogolo, mimi nikutakie utazamaji mwema wa TBC1. Mimi ninaitwa Nasoro Msiri, unaweza kunifollow Instagram @MsiriBrainTZ. Asante sana kwa kuendelea kuangalia TBC1. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Uchaguzi na wana, serikali za mitaa. Uchaguzi na vijana, serikali za mitaa. Uchaguzi na wanawake, serikali za mitaa. Kwa jina ninaitwa Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala.
Leo hii tulipata nafasi ya kuzunguka maeneo mbalimbali, na lakini niwatumie sana na kuwashukuru sana ndugu zetu wa TBC ambao wamefanya kazi kubwa sana. Tumeweza kuzunguka maeneo mbalimbali na ndugu zetu wa shirikisho la bodaboda mkoa wa Dar es Salaam ambao ni maafisa usafirishaji. Kwa kweli tumeenda kila eneo ambalo wameweza kuona namna gani, lakini pia mwamko wa watu umekuwa mkubwa sana. Kwenye wilaya yetu ya Ilala tunayo mitaa 159, tunao vituo zaidi ya 454 ambavyo vyote vinafanya vizuri. Mpaka sasa hali ni nzuri, watu wamejitokeza kwa wingi. Alhamdulillah, tunawashukuru Mungu, lakini pia tumeendelea kutoa wito kwa wanailala wote kujitokeza kwa wingi kwenda kujiandikisha ili wapate nafasi ya kwenda kuwachagua viongozi wanaowataka. Lakini pia tumeona mwitikio wa watu, lakini na maswali moja kubwa la watu lilikuwa ni kwamba ni namna gani serikali za mitaa zinaweza tukawasaidia, lakini hawajakumbuka maisha wanayoyaishi ndio maisha ya serikali za mitaa. Hivyo wametumia nafasi hii kuwafundisha na kuelimisha umuhimu wa serikali za mitaa, umuhimu wa viongozi, lakini kwa dhana ya serikali ya kugatua madaraka kwenda kwa serikali za mitaa, kwa maana watu kupata nafasi ya kuamua na kuchagua viongozi wao, lakini watu kupata nafasi ya kuchagua mambo na maisha na maendeleo yao, lakini pia mahusiano yanatoka kwenye maeneo ya serikali za mitaa. Lakini jambo lingine tumezungumzia swala la usalama katika maeneo yao, na hususan kipindi hiki cha uchaguzi. Watu wengi huwa wanatenda kutisha watu wasijitokeze kwenda kujiandikisha, lakini hata wakati wa kupiga kura. Lingine ilikuwa ni kwamba kuwapa shukrani kwamba Mheshimiwa Rais ameitoa siku ya tarehe 27 mwezi wa 11 ambayo ni siku ya kupiga kura kwamba ni siku ya mapumziko. Watu ile wao wameifurahia sana. Mapokeo yale ya watu wamepokea sana. Hivyo tunatumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuitenga ile siku maalum kwa ajili ya kupiga kura. Lakini wengi wamesifia kwamba haijaangukia Jumapili, haijaangukia Ijumaa wala Jumamosi. Ni siku ambayo kila mtu anajidai kwenda kumchagua kiongozi anayemtaka. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana. Serikali za mitaa, uchaguzi na wana, uchaguzi na wana.